Karibuni watazamaji wetu wa kipindi yetu ya Wimenye. Wimenye ni kipindi ambacho tunawaleteanga kila Jumapili kutoka saa 1 hadi saa 2. Kwa hivyo karibuni sana ili tukaweze kwenda pamoja. Karibu tukaweze kujua ni nini hasa ambacho tuko nao siku ya leo. Siku ya leo ni siku ya kipekee. Kuna mambo mawili matatu nataka tujue ili tukaweze kujuana. Na najua wengi wetu hatujuani vizuri. Kwa hivyo karibu sana ili tukaweze kwenda pamoja. Wajiko karibu katika kipindi yetu. Salimia watazamaji wetu ili tukaweze kuendelea pamoja. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu. Hamjambo. Na wakaribisha kwa hii kipindi yetu ya Wimenye. Wimenye ni kipindi tunawaleteanga kila siku ya Jumapili. Na wakaribisha mjisikie mkiwa huru na msikie mkiwa nyumbani. Asante watazamaji wetu. Tunaenda kufungua kipindi yetu kwa njia ya maombi ili tukaweze kuweka Mungu wetu mbele akaweze kutuongoza. Wajiko na tuombe ili tukaweze kuanza. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante asubuhi njema. Mungu, tunasema ni asante kwa kuwa umelala pamoja nasi, umetuongoza Jehova, umetulinda, umetuhifadhi Jehova. Mungu wetu mpaka tukaona siku ya leo. Sifa na shukrani ni kwako Jehova, kwa kuwa kuna Mungu mwingine kama wewe Jehova. Mungu wetu, tunasema ni asubuhi njema ambao tumekutana katika kipindi yetu ya Wimenye Jehova. Ni kipindi ambao Bwana ulitupea wewe kwa sababu moja ama nyingine Jehova, ili tukaweze kuongea na watu wako Jehova. Mungu wetu, tunakuomba hekima yako ya juu zaidi Jehova ikaweze kutushukia Mungu wetu katika hii kipindi yetu, ili tukaweze kunena mambo ambayo Bwana ni ya manufaa kwa watu wako Jehova, ni ya usaidizi katika watu wako Jehova, ili Mungu wetu wakaweze kujijua haswa kusimama katika pengo ambayo linastahili Jehova. Wakaweze kukujua zaidi, wakaweze kujua Mungu wetu wako katika hali gani Jehova katika hii wakati Jehova. Sababu nyakati hii si nzuri sana Jehova, lakini Mungu wetu tunajua ya kwamba Mungu wetu taenda kusimama nasi katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu kaweze kuwa pamoja nasi, na katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. 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 Asante. Hakika acha tukaweze kuenda somewa neno la Mwenyezi Mungu na Wajiko karibu. Mtazamaji wetu, neno letu litatoka katika kitabu za Marko 6. Kitabu ni cha Marko 6 kuanzia hapo mstari wa 21. Na tuende pamoja. Hata ilipotokea siku ya kufa na Herode, sikukuu ya kuzaliwa kwake, alipowafanyia karamu kubwa yake na majemadari na watu wenye cheo wa Galilaya. 22. Ndipo binti yake yule Herode alipoingia, akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Akamwapia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka, akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kikombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme 26. Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hayo aliyoketi karamuni, hakutaka
kumkatalia. Mara mfalme akamtuma askari akamuamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani. 28 akakileta kichwa chake katika kombe akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamaye. 29 wanafunzi wake waliposikia habari walikwenda wakachukua mwili wake wakauzika kaburini. Msikilizaji ama mtazamaji, neno linataka kutufuza aje? Nyaga, neno linatufuza kuhusu vile huyu msichana alienda akatubuiza wale watu walio kwa karamu. Neno linatuambia ya kwamba na Herode akafanya karamu kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Kama vile unasikianga watu wanafanya birthday, yes, ya mtoto kuzaliwa. Kweli. Na Yohana akawa anafanya birthday. Msichana wake akaingia na akachezea watu sana. Watu wakafurahia mpaka akafurahisha mfalme baba yake. Naye baba yake akamwambia, niambie chochote chenye unataka nami nitakupa. Hata kama ni nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Naye yule msichana, yeye kwa mawazo yake hakuwa aitishe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Lakini mama yake akamuingiza kwa ile mtego. Akaenda kuuliza mamake, na niitishe nini? Naye mamake akamwambia aitishe kichwa ya Yohana Mbatizaji. Na akawa wakwenda kuitisha kichwa ya Yohana Mbatizaji na akaletewa. Maana babake hakutaka kuvuja nini? Ile viapo zenye alikuwa ameapa mbele ya mtoto wake. Ati chochote utaniitisha nitakupatia. Hata kama ni nusu ya ufalme wangu nitakupa. Nyakasi kuhisi kuahidi. Aliahidi mtoto wake atampa. Nyakasi kuhisi ati unaonanga mtu akikosa kazi nyaga anaenda mbele za Mwenyezi Mungu. Ati anaambia Mwenyezi Mungu, ukinipa kazi nitakupatia hii. Ukinifanyia hivi nitakupatia hii. Ukiniponya nitakutumikia kwa maisha yangu yote. Kweli. Nyaga sisi ni binadamu. Ati mfalme hakutaka kuvuja viapo, ile agano. Hakutaka kuvuja ile agano ameagana zile viapo zenye alikuwa ameapia mtoto. Ati hakutaka kuvuja ahadi ile aliahidia mtoto. Lakini sisi binadamu tunasahau na tunakuwa wakusahau. Unaahidi Mwenyezi Mungu kitu, unasahau mara hiyo hiyo nyaga. Ati ukipata kazi hata huwezi kubuka vile uliagiza Mwenyezi Mungu. Hata ukipona huwezi kubuka vile uliahidi Mwenyezi Mungu. Unakuwa wakusahau nyaga. Unasahau Mungu si binadamu. Kweli. Mungu si kama yule mfalme Herode nyaga. Ona, mfalme hakutaka kuvuja. Kwa nini sisi tunavujanga nyaga? Najua kama vile wajiko ulikuwa wamesema, sisi ni binadamu. Na binadamu siku hizi tumekuwa ni kama kuku. Kusahau. Alafu tunazoea Mungu sana nyaga. Tunazoea Mungu. Kwa nini? Kwa hivyo binadamu sijui, tunafaa tujue tuliumbwa na sura na mfano wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunafaa tumuombe Mungu hekima. Tuache kuhii mambo ya kusahau. Hebu tazama, kama ukisoma vizuri urudie hiyo neno tena la Mwenyezi Mungu. Vile Herode, hapo kuna mambo mawili. Kuna Herode na kuhapa kwake kwa mtoto. Na kuna mama na kuitisha. Kwa hivyo ni kama kulikuwa na grudge kati ya mama na Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ndiye aliyobatiza Yesu Kristo. Kwa hivyo ni kama kumaanisha hapa kuna ile kwa sababu ya ile neno la Mwenyezi Mungu Yesu Kristo, yani Yohana Mbatizaji alikuwa anafanya, ilikuwa na kwanza ile familia. Hebu angalia hapa. Sababu kumbuka Yohana Mbatizaji si ati alienda kutafutwa katika kijiji ya kwao. Alipatwa jela. Kwa hivyo ni kumaanisha Olinde Yohana Mbatizaji alikuwa ameshikwa. Na akawekwa gerezani. Na ukumbuke
mama ya Yohana Mbatizaji akiwa na mimba, naye Mary alikuwa na mimba ya Yesu. Kweli? Nataka uangalie hapa. Mama Yohana Mbatizaji akiwa na mimba, si ni Elizabeth? Si aunti yake. Elizabeth akiwa na mimba, naye Mary alikuwa na mimba ya Yesu. Kwa hivyo Mary, Yohana Mbatizaji na Yesu walikuwa cousins. Tukiangalia hapa vizuri, walikuwa cousins. Hapa sorry, acha tu hapa tuangalie vizuri ni neno. Yaani Mary alikuwa ameenda kutembelea aunti yake. Aunti akamwambia na vile nasikia. Wewe nataka tufunuliwe hapa kidogo hapo Wanjiku. Alikuwa aunti yake. Alikuwa hawakuwa cousins. Kwa hivyo huyu alikuwa ametembelea mama yake. Kumaanisha Yohana Mbatizaji ni kama baba yake, ni kama baba ya Yesu, yani ni kama anko ya Yesu. Kitu kama ni anko ya Yesu. Yohana Mbatizaji alikuwa anko ya Yesu. Na yeye ndiye alizaliwa na unasikia wote walikuwa na mimba wakiwa wawili. Wote wawili. Ni kumaanisha hapa hata kama waliachana, hawakuachana na muda mrefu. Hata hawakuwa wameachana na si mtoto anakaa miezi 9. Hawakuwa wameachana na miezi mingi. Kwa hivyo ni kama lika moja. Ni kama walikuwa mulika moja. Na ikafikia ati mpaka Yohana Mbatizaji amezaliwa, amelewa na mama yake, mpaka ikafika amekuwa Yohana Mbatizaji na akawa ndiye atabatiza Yesu. Unaona mahali hapa ni kama kuna mfurutano. Naye Herode mahali Yesu alizaliwa, neno linatuambia kwamba ile Sunday ingine tulisoma kuhusu Herode vile aliua watoto wa kuanzia miaka 2 kurudi chini, kurudi juu. Akaua hao watoto. Kumbe alikuwa anafikiria Yesu atakufia hapo. Na Yesu akawa naye Yusufu ametokewa na malaika wa Bwana. Ati hameni mahali hapa, muende mahali kwingine, maana kumetangazwa ya kwamba, kwa sababu walikuwa wanasahau Yesu ni mwana wa Mungu. Na lazima Mungu angepitia kwa malaika akuje ajulishe Yusufu kuhusu hii kifo itaendelea hiyo area. Wanjiko tukiangalia vizuri mambo ya Mwenyezi Mungu inakuanga ya ni kitu imefichika. Sababu Yesu alikuwa na nguvu. So hata Mungu mwenyewe angefanya kitu yote aondoe hii kufagia hii kitu hapa mbele. Lakini sababu kuna kitu unajua ni neno lazima litimie Wanjiko. Herode angekufa mbele ama angeondolewa, Mungu amesema amemuondoa, neno halingetimia ya kuwa Yesu Kristo ni Mwokozi. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo ndio sababu Herode ndio tuko hapa, sababu Wanjiko tukitolewa huyu Herode katika maisha yetu hatutasimama vizuri kabisa. So Herode hako hapo ili tukaweze kusimama na njia ile inastahili. Na lazima kila mtu akuwe na Herode wake wa maisha. Yule anasimamana ngana wewe ndio uwe wa kutoboa. Hebu angalia Herode amekuja kasumbua Yesu. Akakuja ndio huyo amekuja amekata kama mpaka kichwa ya Yohana Mbatizaji. Lakini wewe ukumbuke neno linatuambia ya kwamba ati Herode alishikwa na huzuni kusikia chenye ameitishwa. Juu hakuwa anatarajia anaweza itishwa kichwa ya Yohana Mbatizaji. Kumaanisha alikuwa ameanza kuokoka. Nakwambia kwamba neno sio sisi tunasema, isipokuwa ni bibi neno alitisha kichwa. Bibi ndiye alitisha, mke wake ndiye alitisha kichwa ya Yohana Mbatizaji. Juu hata hiyo sio ilikuwa furaha ya mtoto kichwa ya Yohana Mbatizaji kuitisha. Maana msichana alienda kauliza mamake, niitishe nini? Naye mamake akamwambia itisha kichwa ya Yohana Mbatizaji. Kumaanisha grudge ilikuwa katikati ya bibi na Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji hapa tutakuja kuchunguza ni nini kilikuwa kinaendelea hapo katika sababu. Hii mambo imeleta shida za hapa si yeye amemshika akamweka. Wacha nikuelemishe kitu kingine Nyaga. Kuna mahali nilisoma neno kwa hii Biblia tu. Nikasikia neno likiniambia ya kwamba hata dunia ikiubwa Yesu alikuwa hapo. Kweli. Na Mungu mwenyewe. Kweli. Hata kama Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu alikuwa wapi? Hata Mungu akisema na bahari ikue, Yesu alikuwa hapo akiwa mshuhuda. Na nini ikue? Yesu alikuwa hapo akiwa mshuhuda. Na ndiye huyo alitutolea
akakuja akatufia msalabani kwa sababu ya kosa yangu mimi na wewe. Kweli. Na ndio huyo anaendelea kuandamanwa na yeye. Na ndio huyu mpaka wa leo hii tuna mdhihaki. Watazamaji wetu ama wasikilizaji wetu, siweke ahadi. Ukiahidi Mungu kitu, wacha kufuja agano. Shikilia. Wacha kufuja ahadi yako. Shikilia kama Herode. Herode hata kama pale mwanzo alikuwa alikuwa anataka kuua Yesu. Wewe unajua ni kwa nini? Lakini hujui ni kwa nini? Hujui ni kwa nini Herode alikuwa anataka kuua Yesu? Alikuwa anataka kuua Yesu kwa nini? Wale mamajuzi walimwambia ya kwamba tunasikia kuna mfalme amezaliwa. Tunasikia kuna mfalme wa Wayahudi ameuliwa. Sasa Herode hakuwa anataka kuua Yesu. Alikuwa anataka kuua ule mfalme amezaliwa. Si mtoto anaua. Si mtoto anaua. Herode alikuwa anataka kuua mfalme. Maana mamajuzi walimwambia kuna mfalme wa Wayahudi amezaliwa ile mji wa. Kwa hivyo Bethlehem. Mtazamaji wetu hapa, unajua neno la Mwenyezi Mungu inakuanga tamu ukiingia vizuri. Unajua inakuanga ni kama mpira. Na ndio maana unaona Herode alishikwa na huzuni kusikia binti yake amemuitisha kisho Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo nia ya Herode hakuwa auwe Yohana Mbatizaji. Hakuwa muwe. Na kama kisho haigeitishwa, Yohana Mbatizaji hangeuliwa. Yaga? Sasa ahadi viapo vikafanya mpaka Yohana Mbatizaji akufe. Kwa hivyo hapa nataka katika kuhapa kuna mambo mawili Wanjiku. Ukihapa timiza, ama ukihapa fikiria mara mbili. Hiyo kitu umeahidi itakukuja kukukwaza kwa maisha yako. Kwa hivyo ni vizuri uweze kujua ya kwamba kuhapa si kitu mzuri na kuhapa ni kitu kizuri. Sababu ukihapa timiza. Lakini hata kama ukihapa, jua ya kwamba je, utatimiza. Nyinyi ambao mmekalia katika zile viti kubwa kubwa, kuna vitu mliahidi, fikiria mara mbili. Kitu uliahidi imekuwa kitu inanishangaza nyaga. Ati unaona wakati wa siasa umefika. Unaona watu wetu wanazunguka huko. Wakiahidi watu vile watawafanyia. Epukuwa wakutimisha ile ulisema. Weka maneno sababu yako. Hakuna neno linapoteleanga chini nyaga. Unaona hii neno tunaongea hapa, ujue juu mbinguni linaandikwa. Kweli. Kweli, hapo ni kweli. Juu mbinguni linaandikwa. Wakati wewe unazunguka ukiapia watu, ukiwapea maneno matamu, Mungu hajui kama ni siasa unafanya. Ama Mungu hajui ni nini unafanya. Lakini record yako imewekwa. Uliahidi watu hivi, ukaahidi watu hivi, ukaahidi watu hivi. Kwa wakutimisha ndio Mwenyezi Mungu akubariki. Wanjiku ameleta shida za hivyo. Kwa hivyo tunaambiwa sisi hata si wakubwa tu peke yao. Na si wakubwa tu peke yao. Baka kwa familia nikiwa baba, ndio ya kwamba kile ambacho unaahidi mtoto, fikiria mara mbili na muahidi kwa njia gani. Unasema mtoto. Kile umeahidi mama watoto, mutimizie. Na wewe bibi kile unaahidi mzee, mutimizie. Kwa hivyo hii sisi maandiko inasema ya kwamba timiza. Shikilia ahadi. Yaani ukiapa kitu hata kama shikilia viapo. Herode hata kama alikuwa amefika Yohana, hata kama alikuwa na huzunika, hata kama alihuzunika juu ya vile aliambiwa, alitimisha viapo vyake. Aliahidi. Kwa hivyo tunapoahidi Yesu Mungu kitu tuweze kutimiza. Kama wewe umeitwa katika neno la Mwenyezi Mungu na ukaahidi utaweza kumtumikia, tafadhali kuwa pale. Kama wewe umeahidi Yesu Mungu ati ukiandikwa kazi utaweza kumpea ile ambacho ni chake, mpe. Kwa hivyo ni vizuri kuahidi vizuri. Wanajiko kweli kabisa. Andiko